la kusadikika. Tunaenda sasa wapendwa. Ushuhuda sio mimi, sio jambo la kusadikika, ni jambo la kweli ambalo wewe umeliona au umelisikia au umelionja au umeligusa. Haleluya. Nimeshasema mtu anayeshuhudia yeye anaitwa shahidi. Sasa kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya kwanza na mstari wa kwanza hadi wa 3, anasema lile lililo kwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa, yani tukaligusa, kwa habari ya neno la uzima. Neno la uzima, na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeona, tena twashuhudia. Twafanyaje? Na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Hilo tuliloliona na kulisikia twalihubiri na ninyi, twawahubiri na ninyi, yani twawashuhudia, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba, pamoja na Mwana Yesu, mwana wake Yesu Kristo. Maana yake anapoelezea habari aliye tulioliona, neno la uzima, anaongelea habari za Yesu, kwamba sisi tumemuona Yesu, tumemsikia Yesu, tumempapasa, tumedhihirisha kweli kwamba Yesu yu hai hata leo, hata sasa tunapoongea. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatujamgusa Yesu, si ni kweli? Si ni kweli? Wangapi waliwahi kumgusa Yesu? Yaani ukamfikia, alafu ukagusa yale makovu yake. Yupo mtu hapa? Hapana. Si ni kweli? Lakini tumemuona. Wangapi wamewahi kumuona Yesu? Wangapi wamemuona? Wewe nyosha tu mkono kwa juu kabisa kama umewahi kumuona Yesu. Umewahi kumuona Yesu? Yes. Hautakutana naye hivi anakuambia mimi ndimi Yesu. Ili wewe atakuja kwako katika mazingira ambayo anahitaji umuone. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa muda huu tunapoongea, kuna mtu anamuona Yesu. Mahali hapa kuna mtu anamuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya kwanza. Matendo ya Mitume, ile sura ya kwanza. Mwambie jirani yako kuna mahali tunapoelekea. Mwambie jirani yako kuna mahali tunapoelekea. Matendo ya Mitume, ile sura ya kwanza. Au tuanze mstari wa 7, alafu tamaliza na 8. Anasema hivi, akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwa habari ya kiroho, kwa habari ya kumpendeza Bwana, ili tuweze kuwa mashahidi ni lazima tupokee nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anapokuja kwako, haji ili unene tu, ili baada ya kunena iweje? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani aje ili niwe na furaha, baada ya kuwa na furaha iweje? Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akija kwangu, Roho Mtakatifu akija kwako, moja ya kazi alionayo ni kukufanya kuwa shahidi. Jamani, tunaenda sawa? Maana akija anakudhihirishia ukweli ya kwamba Yesu Kristo yu hai. Yeye sio tu maandiko,
nyingine ya kwamba Yesu anaokoa. Ameanza na mimi na wewe unafuata. Amenifungua mimi na wewe unafuata. Ameniponya mimi na wewe unafuata. Aliwaponya jana, anaponya na leo, ataponya na kesho. Mtu mmoja aseme Bwana asifiwe. Yesu lazima aligundua, akajua pasipo nguvu itakuwa ngumu. Wapendwa, sikiliza, uwezo wa kujikana kufikia hatua ukakataa maisha yako, ukawa tayari kufa kwa ajili ya Bwana, au kuwa katika hali ya kawaida ya kibinadamu, huo sio uwezo wa kibinadamu, ni uwezo nje ya binadamu, nje ya uwezo wa binadamu. Hata tu ndio maana mpaka leo ukisikia mtu amekufa unahuzunika. Unajua kinachokuhuzunisha ni nini? Unawaza na mimi kuna siku nitakufa. Kwa sababu ni nini? Tunaogopa kufa, hatutaki kufa. Au kuna mtu anapenda kufa hapa? Hayupo. Hatutaki kufa, hata mimi mwenyewe sitaki kufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa, ili kufikia hatua ukasema kuishi kwangu ni Kristo, kufa kwangu ni faida, hii haitokani na uwezo wako, hii inatokana na uwezo wa Bwana, hii inatokana na nguvu ya Bwana ambayo ndio tunayoipokea saa ile anapokujilia Roho Mtakatifu akiingia ndani. Unaanza kuona kwamba kuishi hapa kwa nini ikiwa kimzaliwa na matunda yanipasa niende mbele, niseme na watu, niwaeleze lile nililoliona, niwaeleze lile nililolipokea, ili pengine na wao wakutwe na huyu Yesu, waondoke kwenye mateso walionayo, waondoke kwenye magonjwa, waondoke kwenye shida. Ni ule msukumo unaotupeleka leo wa kibinadamu, huo ni nguvu itokayo juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tusogee mbele kidogo. Wajibu wa Mkristo, wajibu wa Mkristo kama shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanakubali wao ni mashahidi? Wangapi wanakubali wao ni mashahidi? Kama wewe ni shahidi wa kufufuka kwa Yesu, wa uhai wa Yesu kwamba yu hai, wa uungu wa Bwana Yesu kwamba Yesu ni Mungu, wa uwezo wa Bwana Yesu kwamba ana uwezo wote, huyo mtu ambaye ana ujasiri huo, ana ushahidi ndani yake, yeye anakubali kumshuhudia Yesu, kuelezea habari za Yesu. Nione mikono ya watu wa namna hiyo. Unakubali kwamba wewe ni shahidi. Sasa upo wajibu. Mwambie jirani yako upo wajibu. Bwana asifiwe. Wajibu wa kwanza tunaukuta kwenye kitabu cha Mathayo, ile sura ya 28 mstari wa 19 na wa 20. Mstari maarufu sana. Mstari wa